tunapozungumzia malengo, hakuna mahali pameandikwa moja kwa moja wazi kwamba lazima uweze kuweka malengo yako tarehe moja. Hapana. Inategemea sasa na malengo ambayo yanakuwepo. Okay. Kwa sababu kuna watu ambao wao wanamaliza mwaka mwezi wa 10. Kwa wao mwezi wa 11 tayari wanaweka malengo ya mwaka unaofuata. Wanamaliza mwaka mwezi wa 10. Yani, kuna ambao yani hawaene kalenda za kawaida zinafahamika kwamba ni tarehe, yani tarehe zile zile. Januari to December. Lakini kwa malengo ambayo wako nayo, kwa mfano sisi kwetu mwaka wetu unaanza tarehe 1 mwezi wa 11 mpaka tarehe 31 mwezi wa 10. Yani kwa tarehe za ofisini. Tarehe 1 mwezi wa 11 tarehe 31 mwezi wa 10 sisi tunakuwa tunafunga mwaka na kuanza mwaka mwingine. Kwa maana yenyewe tayari mshaanza mwaka mpya. Sisi tulishaanza muda mrefu. Miezi mingapi kama mwezi mzima uliopita. Okay. Na semina yetu ilifanyia Zanzibar mwezi wa 10 ya kufunga mwaka. Kwa hiyo hii inakuwa inategemea na malengo ambayo mtu anakuwa nayo. Kwa mfano tunaona kama bajeti ya serikali ni mwezi wa 7. Inaliwa wiki ya pili mwezi wa 6, mwezi wa 7 inaanza kufanywa kazi. Kwa 7 tena inaliwa nyingine. Unaweza kuona kwamba kwa mfano kama bajeti ya serikali unapoweka malengo na mipango yake, wao ni mwezi wa 7. Kuna kampuni zingine kubwa tu zinakuwa zinaishia mwezi wa 6 na vitu vingine. Kwa hiyo ni maamuzi ambayo mtu anaweza kufanya. Unaweza ukaandaa malengo yako ya mwaka labda mwezi wa 11, lakini ukaanza kuyafanyia kazi tarehe 1 mwezi wa kwanza. Okay. Tunaona kuna watu wengi labda maeneo ya ajira, watu wanaajiriwa, anaweza kujua mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, lakini anaanza kazi rasmi tarehe 1 au siku ambazo ni za yani ndani ya mwezi wa kwanza. Yeah. Wewe inategemea na maamuzi, mahitaji na mipango ambayo watu wanakuwa wanajiwekea. Kwa hiyo hilo liko hivyo. Okay. Sawa. Yaani ya general